Karibu katika ushuhuda wa vyumba 351 vya kuzimu. Na sasa tupo katika sehemu ya 18. Kumbuka, huu ni ushuhuda wa kweli wa kwake Aston Adam Mbaya wa Kongo, ambaye alioneshwa na Bwana Yesu vyumba 351 vya kuzimu, hali kadhalika mbinguni. Mimi ninayekualika katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza ukanipata Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Lakini ili kupata mfululizo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote unazipata kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. Promover, Promova TV. Karibu wapendwa. Watoto wa Mungu watasimama mbele ya lango la mbinguni watakapokufa. Hawaendi moja kwa moja mahali pa mateso, walakini hawaingii ndani ya lango la jiji la mbinguni. Watasimama mbele ya lango la mbinguni kupokea hukumu ya Mungu. Nilinyakuliwa mbinguni. Nilipofika mbele ya lango la mbinguni, niliwaona wafu katika Kristo wakiimba nyimbo za ibada. Walikuwa kwenye foleni mbele ya lango la kale la mji mtakatifu. Niliona kwamba lango lilifunguliwa kwa baadhi ya watakatifu hawa ambao waliingizwa katika ufalme wa milele. Lakini hata hivyo, wengine wa watakatifu hawa walirudishwa licha ya ukweli kwamba walikuwa wamefika kwenye lango la mbinguni. Nilipojiunga na moja ya malango 12 ya mbinguni, nilijikuta katika foleni ya watu wa Mungu. Mara Bwana akaniambia, zingatia sana mambo yatakayotokea hapa. Nilipoangalia nikamwona mwanamke ambaye alikuwa amevaa mavazi meupe. Walakini alipofika karibu na lango la mbinguni, niliona vazi lake jeupe likitoweka, na nikaona kwamba alikuwa amevaa suruali ya kubana. Alikuwa amevaa tisheti la mikono mifupi, yani kibode, na alikuwa na wigi kichwani kwake. Alipoona kwamba alikuwa amevaa suruali ya kubana, aliona aibu na fedheha. Kisha nikaona lango la mbinguni likifunguliwa na nuru kali ikatoka nje ya mji. Mara nikasikia sauti tamu ikitoka mjini. Nikasikia sauti ya Bwana ikimwambia yule mwanamke, binti yangu, kila kitu unachovaa kwenye mwili wako sio cha ufalme huu, na huwezi kuingia katika ufalme huu na mapambo haya. Wakati yule mwanamke aliposikia maneno haya kutoka kwa Bwana, alisema, Bwana, sio mimi, ni mume wangu. Nilipokuwa mseja, yani kabla ya kuolewa, nilikuwa nikivaa kwa adabu. Nilikuwa nikifanya utakatifu wa mwili kwa kuwa nilikuwa nimeachana na suruali, vipodozi na mawigi na mambo haya yote ya ubatili. Ni wakati nilipoolewa ndipo mume wangu alianza kunishinikiza kuwa wa kisasa na wa kupendeza na kuonekana kwa watu. Hakupenda muonekano wangu wa uvaaji. Sikuwa na chaguo, kwani nilitaka kumpendeza mume wangu. Nilidhani sikuwa na chaguo, lazima nifuate mapenzi ya mume wangu. Mara nikasikia sauti ya Bwana ikimwambia yule mwanadada, ulivunja amri yangu kwa sababu ya upendo wa mumeo. Huna sehemu katika utukufu huu. Wakati huo niliona lango la lulu la mbinguni likifunga. Mwanamke huyo alipomsikia Bwana akisema hivyo, alianguka chini na kuanza kulia. Alisema, Bwana, nimekimbia katika mbio hizi za kuunyakua ufalme wa mbingu kwa maisha yangu yote. Je, nilikimbia bure? Niliishi maisha haya nikikuogopa na kushika maneno yako, na nilikuwa mwaminifu kwa mume wangu. Sikuwahi kufanya uzinzi.
Nilikuwa naenda kanisani na nilikutumikia na nilitoa zaka. Nilifanya yote ambayo Biblia inataka. Wakati huo huo, ndugu yangu, niliona ardhi ikifunguka ambapo yule mwanadada alikuwa amesimama kwenye ile lami na alimezwa na ardhi ambayo ilijifunga yenyewe. Wakati hii ilitokea, nilimwona Bwana Yesu analia. Nikamwambia, Bwana, ameenda wapi? Bwana alisema, amepoteza mahali pake. Mwanangu, maneno yangu ni ukweli na mimi ndiye neno. Yeyote anayedai kupokea neno langu amenipokea. Ikiwa umepokea sehemu ya neno langu na kukataa kufuata sehemu nyingine ya neno langu, hujanipokea. Nikasema, Bwana, ni sauti gani inayotoka ndani ya lango la jiji? Bwana akasema, ni sauti yangu. Lakini sikuweza kuelewa kuwa Bwana alikuwa kando yangu na pia ndani ya jiji. Bwana alisema, mwanangu, utaliambia kanisa kwamba wanawake wanaovaa mawigi hawataingia katika ufalme wangu. Waambie wanawake wa kanisa langu wanaotumia vipodozi hawataingia katika ufalme wangu. Waambie wanawake wa kanisa langu ambao huvaa suruali na nguo za kubana zinazoonesha maumbo ya miili yao hawataingia katika ufalme wa mbinguni. Wakati Bwana alizungumza, nilisikia maumivu na nikamlilia mwanamke huyu. Lakini niliona kuwa hakukuwa na machozi machoni mwangu. Malaika alinisogelea na kuniambia, hakuna machozi mbinguni na hakuna kilio mbinguni. Kumbukumbu la Torati 22:5 inasema, mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume na wala mwanaume asivae mavazi yampasayo mwanamke, ni chukizo kwa Bwana Mungu wako. Mpendwa, nilipomaliza kushuhudia juu ya mapambo ya mwanamke, nilipokea simu kutoka kwa ndugu huko Ufaransa ambaye alitazama ushuhuda wangu kwenye YouTube. Alinitumia tafsiri ya suruali na alipochunguza kwenye kamusi ilifafanua wazi suruali kama nguo za mwanamume na sio nguo za mwanamke. Na Biblia inasema mwanamke asivae yale yampasayo mwanamume, kwa kuwa wote wanaofanya hivyo ni chukizo kwa Bwana Mungu wako. Ibilisi ni mjanja sana kiasi kwamba alitengeneza kile kinachoitwa suruali za kike. Walakini suruali ni nguo za mwanaume kulingana na ufafanuzi wa kamusi. Wakati wa Musa, makuhani walivaa suruali kama nguo ya ndani ili kuficha miguu yao na utupu. Lakini leo watu wanazivaa barabarani. Na kwa watoto wa Mungu wanaoishi katika nchi za magharibi, tunawashauri wavae suruali kama nguo ya ndani ili kujikinga na baridi. Inatumika kama nguo ya ndani kwa ajili ya kujilinda na baridi. Ninatoa pendekezo hili. Hii ni sawa na kile Nabii Branham aliwaamuru wanawake kuvaa kitambo miaka ya 40 na 50 kwa ajili ya kujikinga dhidi ya baridi. Mwanadada huyu alipoteza mbio zote kwa sababu ya kujaribu kumpendeza mumewe badala ya Bwana. Kisha nikamwona mwanamke mwingine aliyevaa nguo nyeupe mbele ya lango. Alikuwa karibu kuingia langoni wakati sauti ya Bwana ndani ya lango la jiji ikamwambia, simama, huwezi kuingia. Wale ambao wametarikiwa na kufunga ndoa tena hawataingia jijini. Alikosa sifa na kutupwa nje kwenye giza la nje. Mathayo 5:32 inasema kwamba, lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimwoa yule aliyeachwa azini. Kisha mwanamke